kukosa maarifa ya neno la Mungu. Kwa nini watu wengi tunafungwa kirahisi na nguvu za giza? Ni kukosa neno la Mungu. Wakolosai 3:16. Kwa nini watu wengi tunafungwa? Ni kwa sababu ya kukosa maarifa. The lack of knowledge. Ukikataa maarifa, maarifa inakukataa. Bali Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 utagundua kitu cha ajabu sana. 3:16. Biblia inasema hivi, ukikosa maarifa tu biashara haitaenda. Kitu kingine tunachotufunga, kwa nini hatupokee upako wala tupokee neema? Hatuna maarifa. Watu wanakimbilia hii ni nguvu za giza. Mtu anapulizaje watu wanapona? Ni kukosa maarifa. Biblia inasema hata kwa kimvuli cha Paulo watu walipona. Yaani sikiliza, Paulo alikuwa akipita hapa kimvuli yake inanyanyua wagonjwa. Tunashindwa kuelewa. Na maana wale wengine sikiliza wanajaji. Sema mafuta ya upako inatoka wapi? Maji ya upako na sikiliza, swala la mafuta ya upako ni kibibiliko. Maji ya upako ni bibiliko ile. Msidanganyike wapendwa. Anasema kitabu cha Kutoka 23:25, nitakibariki chakula chako na maji, itakuondolea ugonjwa kati yako. Mafuta inaongelea kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa ngapi? Anasemaje? Anasema kwamba kwa kutiwa mafuta nira zote zinafanyaje? Zinakatika. Kuna nira zingine hazitakatika bila kuwa na mafuta. Lakini pia ni wape maarifa. Hizo ni visaidizi vya kiroho. Hata chumvi, mara nyingi nawaambiaga watu chukua chumvi. Hata chumvi inaua mapoza. Hivi naongea na watu. Sasa ukikosa maarifa, ile maarifa ikikosekana, maana yake utajaji mambo mengi, utaongea mambo mengi. Kwa nini tunafungwa? Ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Utaka kujifunza, utaka kupata knowledge, unataka biashara nzuri, lakini kila siku wewe unaamka saa 12. Watu wewe unakuja saa 6 kanisani, wenzako wanaingia saa 10 usiku. Utaka kujifunza kuomba, unategemea wewe kuombea kila siku, bandika mkono. Hizo vitu havitaenda. Kanuni ya kwanza, unapounganishwa na upako, ile wewe unakuwa speedy. Unataka usinyonye nguvu. Wacha niwaambie, haitoshi Jumapili wala Jumamosi tukuja ibadani. Kwa nini? Unapotumia siku nyingi kufanya majukumu yako, inanyonya upako. Upako inatakiwa ichochowe kila wakati. Unatumia energy kubwa, nguvu kubwa sana kutumikia mali zako kuliko kutumikia maisha yako ya kiroho. Ndio maana unashangaa kila siku wewe uko pale pale. Huelewi kinachoendelea. Yaani hakuna mabadiliko. Kwa nini? Kwa sababu unatumia muda mrefu sana kupata ya dunia, alafu naacha upako. Upako ndio inayerahisisha mambo. Kwa nini tunakuja kanisani hapa naongea na wewe unafunguliwa? Ni kwa sababu natumia muda mwingi sana kupata nguvu za Mungu kuliko kuhangaikia mambo mengine. Amen. Hivi naongea na watu? Amen. Maarifa, sema maarifa. Maarifa. Maarifa ni kitu cha muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Na niliwaambia juzi kuna vitu vitatu vimebeba dunia. Kuna kinachoitwa maarifa, kuna kinachoitwa technology na nguvu za Mungu. Ni vitu vitatu vimebeba dunia. Nguvu za Mungu, teknolojia na maarifa. Elimu inabeba dunia. Lakini pia teknolojia inaweza kukusafisha au teknolojia inaweza kukuchafua sekunde. Lakini nguvu za Mungu zinaweza kaondoa anytime chochote, kabadilisha historia kutoka mavumbini kwenda wapi? Kwenda juu. Amen. Pokea hiyo neema kwanza. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya vituko, njaa inaweza kukupeleka sana kwenye kukunyang'anya upako. Inakunyang'anyaje? Kujirahisisha kirahisi hivyo, ukajiconnect na watu ambao wana vitu vibaya. Ni rahisi kukunyang'anya nguvu za Mungu. Ni rahisi kufungwa. Nimeandika pale njaa, lakini haimaanishi njaa. Wewe ukaamua kuolewa na mganga kwa sababu ana mali, ni rahisi kuoawa. Wewe ukaamua kuolewa na tajiri kwa sababu ana uwezo wa kimwili, lakini kiroho hana uwezo wote, umeuawa. Kwa hiyo nimeandika pale njaa, lakini haimaanishi njaa. Kujirahisisha kwenda kwa mtu mwingine mwenye vitu vibaya atakuondoa kwenye channel. Kwa lazima uwe na self control. Tumbo lisikupeleke mbali.
Usimuone mtu fulani ana kitu chake fulani, mimi kuanzia leo na yeye akinioa huyu. Hakuna. Kuna watu hawalali ndugu, wanatembea na bukta usiku na mchana. Unamwona mtu anatembea hivi saa hii, anaongea na wewe, yuko busy, kuna vitu anatafuna. Masharti ya ajabu sana. Dada moja akaniambia, prophet, nimeenda pale kuna pesa mpaka iko, yani pesa mpaka ukienda chumbani na kanyaga pesa. Lakini ndugu, pesa zinaongea usiku. Nikasema, nikakimbia, nikamwambia kwamba sikutaki na pesa zako. Sema usiku ulali, unachapwa usiku, mkanda unatembea usiku. Fedha zinabadilika, zinakuwa watu. Wacha ni hapa Arusha, hapa Njiro. Kuna dada mmoja alikuja kanisani. Aliambia, unataka kazi? Ndio. Sasa sikiliza nikwambie, hii ni life kabisa. Ndio, unataka kazi? Ndio. Utaweza kufanya hiyo kazi? Ndio. Okay, sawa. Watu wakajirahisisha. Njiro kabisa. Kwa mtu mmoja mkubwa sana. Akapewa kazi. Akaambiwa kila siku na kulipa 300,000. Sio kila, yani sio kwa mwezi, 300,000 kwa siku. Akaambia sawa, njoo twende. Akaambia masharti la kwanza, hii kazi inafanyika saa 4 kamili asubuhi kila siku. Yani ikienda tu sekunde 2, ukiongeza dakika tu umeharibu. Akapelekwa saa 3 usiku. Wakafungua mlango wa kwanza, geti la kwanza, geti la pili, geti la 3, geti la 4. La geti la 4, nyumba yote ni giza. Hiyo story ni life kabisa, ni ushuhuda kabisa. Sema amina. Amen. Sikiliza. Na ukiingia tu kwenye geti la kwanza mpaka geti la 4, milango yote ina lock. Huna cha ufunguo. Ina lock. Na ni zile milango ambayo ukitikisa hata kitasa hata itikisiki. Kama uko na sefu ya hela pale, ukitikisa yani ni chuma ile. Ndio kama milango ya namna hiyo. Kaingia dada watu. Huyo. Matokeo yake nini? Milango yote ikaloko. Ndio utahudumiwa. Kama ni chakula italetwa. Na kuna muda kuletewa chakula. Kazi yake akaonyeshwa. Akaambiwa twende kwenye chumba. Akaingia kwenye chumba. Ile chumba ni giza. Alafu taa moja tu inawaka kwa mbali. Amevuruta sasa. Chukua kitanda pale. Funua hiyo kitanda. Anafunua kitanda. Anamkuta mtu, mwanamke aliyepambwa vizuri, ana kucha refu, ana nini, kila kitu. Akaambia, huyu ndio bosi wako, utakuwa unamfanyia usafi kila siku. Yani huyu ndio bosi wako, huyu ndio atakaye kufanya ulipwe 300,000 kila siku. Mimi naelewa ninachoongea. Sikiliza. Kwa hiyo wewe endelea kumtumikia huyu. Ukikosea tu, taarifa nitapata nikiwa Moshi. Mchaga huyo. Na yeye haishi Arusha, ila na maorofa na nyumba kubwa nyingi sana hapo. Yanaishi Moshi. Sharti la kwanza, dada akamuosha siku ya kwanza. Unalala usiku. Ndio utajua usingizi. Dada watu alifimba. Bahati yake sasa kilichotokea, alilipwa hela ya kwanza tu, hajui fedha zinaenda wapi. Ya pili, hajui fedha zinaenda wapi. Watu wanaulizia yuko wapi siku hizi fulani. Utoki nje. Hivi naongea na watu? Amen. Utoki nje. Nafundisha habari ya kukosa maarifa. Sema amen. Au nafundisha habari ya njaa isikupeleke kwenye nini? Kukosa upako. Baada ya muda akatokea kijana mmoja aliyetumwa na yule bosi. Akaambiwa, sasa cha msingi nenda kaangalie mazingira yamekaaje. Bahati mbaya au bahati njema, yule kijana akasahau kurudisha mlango. Kwa hiyo mlango haijalock. Yule dada akaona mwanga kidogo. Alichomoka saa 8 usiku. Aliondoka. Ndio anakuja duniani kuhadisia kwamba jamani, waambie heri kubaki hivyo kuliko kuishi na taabu.
Unaongea na watu. Wewe usianze kusema Masintrela ana mali nyingi. Ndugu, watu hawana amani. Duniani hamna amani. Ukiona ukipata neema ya kukanyaga sehemu yenye upako kama hii, mshukuru, usilalamike. Amen. Vinaongea na watu, usilalamike. Kuna watu halali. Kuna mwingine amepewa mashati, ameambiwa wewe ni bukta maisha yako yote. Na mwingine amepewa mashati kwamba wewe utalala na mtoto wako, huyu mtoto asiolewe. Na hiyo kesi nimekutana naye pia. Nikamwambia kwa nini umekimbia nyumbani? Akasema baba ananifanya mke. Shati. Kwa baba anapotembea na mtoto ndivyo anapomali inapofanyaje? Ongeza mashati ya ajabu sana. Njaa inakupeleka kwenye kufa na kufungwa.